Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ninamshukuru Mungu mara nyingine tena na asubuhi ya leo, ikiwa leo hii ndio wiki ya kwanza katika mwezi huu wa kwanza mwaka wa 2023. Mungu wetu amekuwa mwaminifu kwa hakika, na katika siku hii ya leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi huu wa kwanza, Mungu wetu amekuwa mwaminifu, amekuwa Mungu wa ajabu katika maisha ya kila moja, na tunalo kila sababu ya kusema yeye ndiye Mungu na kando na yeye hakuna mwingine. Ni wiki hii ambayo Mungu wetu tena amenipa nafasi ili nikapate kuingia katika studio hii ya Lolwe TV, nikalilete habari njema kwenu, ama nikalete neno la Mungu kwenu. Mungu amenituma tena na asubuhi ya leo, kama kila wakati yeye unituma kwenu na neno ambalo amenipa, neno ambalo ameweka kwa moyo wangu na katika kinywa changu. Basi Kristo huyo amefanya kibali na amenipa kibali nikapate kuingia hapa na kusemesana pamoja na wewe. Ninaamini kwamba wewe yu tayari kusikia neno ambalo Mungu ameweka katika moyo wangu na katika kinywa changu, ili tukapate kusemesana pamoja, na mwisho wa neno hii basi na tutapata kuomba kwa pamoja. Nikubalie nisome neno, niite Askofu Joseph Odindo, msalewa mahali ambapo inaitwa Seme katika Kisumu County. Kwa sasa ninaishi mahali ambapo inaitwa Kibira Olympic Estate. Hapo ndipo ninaishi, na hapo ndio Mungu amenipa kibali ya kuwa na kanisa mahali pale. Nikubalie nisome neno la Mungu ambayo Mungu amenituma nayo. Baadaye tutayapatana na tutaomba Mungu kwa pamoja, na sifa sote sitamrudia yeye, Mungu wetu wa ajabu. Nikubalie nisome neno. Nasoma neno katika kitabu cha Wagalatia ninasoma 5, na nitasoma Galatia pia 1. Galatia 5 mstari wa 7, ninasoma 7 hadi 10, na maandiko takatifu inasema hivi: Mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msitii ukweli, kuwashawishi huku kutoka kwake yeye aliyewaita ninyi? Chachu kidogo uchachua donge mzima. Nina matumaini kwenu katika Bwana ya kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine, lakini yeye anayewafadhaisha atachukua hukumu yake awaye yoyote. Katika Wagalatia 1 mstari wa 10 peke yake nasema, maana sasa je, ni wanadamu ninayowasawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa na wapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Amini nami na tuombe. Baba wetu, katika jina lako Yesu, mfalme wa ajabu, Mungu wetu wa milele, ninakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Umekuwa mwaminifu katika mwaka uliopita, na bado wewe ni mwaminifu tu. Asante kwa sababu ya kufuka pamoja nasi mwaka huu mpya. Umetupa kibali ya kuona mwaka nyingine tena. Jehova, tumaini letu iko kwako. Tunakutumainia katika yote, katika nyumba zetu, katika familia zetu, katika ndoa, katika kazi na katika biashara. Asante Mungu ni kwa sababu ya wema wako na fadhili zako ambalo tumeuona Jehova na siku hii ya leo. Jehova, umenituma tena na asubuhi ya leo ili nikapate kusemesana na watu wako, mfalme wa ajabu. Nikiwa hapa najikabidhi mkononi mwako ili ukanitumie kama chombo iliyo tayari kutumika. Jehova, ni asante kwa sababu wale ambao wananitazama, wale ambao wananisikia, kila mmoja wao ninawakabidhi mkononi mwako jemedari. Ukaonekane katika maisha yao, mahitaji yao, ukajidhihirishe katika yote kwa sababu wewe ni Mungu. Inuliwa Jehova, ukabarikiwe kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako Yesu nimeomba
na hata nimeamini. Amen. Basi leo hii na asubuhi ya leo ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya kibali ya uzima ambayo Mungu wangu amenipa, na amenipa kibali ili nikapate kuongea pamoja na wewe na asubuhi ya leo. Nimesoma maandiko takatifu katika kitabu cha Wagalatia. Nimesoma Wagalatia 5 mstari wa 7, na nimesoma 7, 9 na 10, 7, 8, 9 na 10. Na hapo ndipo Mungu amenipa neno ili tupate kuelewana pamoja na wewe. Baada ya hapo tutaomba, na ninaamini kwamba Mungu wetu wa ajabu anaenda kutenda mambo makubwa kama utaenda kuamini pamoja nami katika neno hii. Paulo mtumishi wa Mungu anawakumbusha watu wa Galatia vile walivyoanza na vile ambapo wamepotea njia na wameanza kufuata mambo ambayo hawakuelezwa wakiwa katika safari. Na maandiko takatifu inasema, Paulo anaambia kanisa iliyokuwa kule Galatia kwamba mlikuwa mnapiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msitii ukweli? Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Yani Paulo anajua vyema vile watu ama kanisa iliyokuwa Galatia vile walivyokuwa umeanza mbio. Na Biblia inasema kwamba Paulo anawaambia kwamba mlianza kupiga mbio vizuri, tena vile mlivyokuwa mnakimbia, mlikuwa mnakimbia vyema, na tena mlikuwa mnakimbia kama watu ambayo wanajua mahali ambapo wanaenda, walio na nia, wakiwa wanakimbia wakiwa na nia moja, lakini mkaacha kukimbia vizuri. Sasa Paulo akiwa anawauliza watu kanisa la Galatia, anawauliza ni nani aliyewazuia ili msije mkatii ukweli mliosikia pale mwanzo. Anawaambia kwamba hii uongo ama hii maneno yote ambayo imewapotesha haikutoka kwa yule aliyewaita. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa hivi tumeanza mwaka, tunaendelea na mwaka mpya. Leo hii ikiwa ni siku ya 8 katika mwaka huu ambayo ni 2023. Kuna watu walivyokuwa katika mkesha tarehe 31 wakifuka mwaka mbele yake Mungu wa mbinguni, nayo waliweka ahadi kwamba Mungu, nitakimbia mbio hii katika mwaka huu wa 2023. Nitakimbia mbio nikiwa ninakuheshimu, nikiwa ninakuogopa Mungu, katika yote nitakuheshimu. Lakini Paulo alivyoona wa Galatia ama kanisa iliyokuwa Galatia walianza mbio vizuri vile umeanza na siku hii ya leo, ni kuna watu waliomba Mungu mwaka inavyokuwa inaisha na wakifuka mwaka nyingine, kuna ahadi walioweka mbele zake Kristo, wakasema kwamba Mungu, mimi nitakutumikia, nitakimbia mbio vizuri nikiwa nimekuogopa, nikiwa ninakuheshimu katika yote. Lakini Paulo alivyokuwa wanaangalia watu wa Galatia, walianza vyema vile umeanza, waliweka ahadi vile uliweka ahadi, lakini katikati ya safari, katikati ya mbio, wakawa wamepotea njia. Sasa wakawa wamedanganywa na watu wengine, ama wamedanganywa na waongo, wakapotea njia. Sasa Paulo anawauliza, mlianza mbio vizuri, lakini mkawacha vile mlivyokuwa mnakimbia. Ni nani aliyewazuia ili mkasikie, ili msije mkatii ukweli mliosikia? Na anawaambia kwamba uongo kama huu haukutoka kwa yule aliyewaita, ama usawishi kama huu haukutoka kwa yule aliyewaita, ambayo ni Mungu wa wokovu. Bwana Kristo asifiwe sana. Paulo anaelewa vyema vile kanisa wa Galatia ilivyokuwa inapiga mbio vizuri mbele yake Kristo, vile walivyokuwa wameshika neno, vile walivyokuwa wanamheshimu Mungu, vile walivyokuwa wanakaa katika maombi, vile walivyokuwa wanamheshimu Mungu katika maongezi yao, katika mavazi yao, katika yote waliokuwa wanatenda, katika yote waliokuwa wanafanya, walikuwa wanamheshimu Mungu na wanamuogopa Kristo katika yote. Lakini katika safari, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana, katika safari mambo ikawa imeharibika, wakaanza kuenda safari nyingine kando na safari walivyokuwa wameanza. Sasa Paulo mtumishi wa Mungu ama Paulo mtume wa Mungu anawauliza, je, ni nani aliyewadanganya? Ni nani aliyewasawishi ili msije mkatii
kweli ambayo mulisikia. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ni vyema kuanza na Kristo vile ulivyoanza na Kristo, na ni vyema kutii kila sauti ya Kristo, kila neno la Kristo, kila amri la Kristo, ili tukapige mbio vizuri katika mwaka huu wa 2023. Kuna watu wameanza vyema, ninamjua na ninaamini kwamba ulianza vyema. Tena ulianza ukiwa mbele la Kristo, ulianza mbele la Mungu, ulianza mbele la mfalme wa ajabu, ukiwa umevuka mwaka na piga hatua ukaingia katika mwaka mpya. Ninajua kwamba kuna watu waliweka ahadi na Mungu, wakasema kwamba Mungu, mimi nitakutumikia katika mwaka huu. Tunavyoanza mwaka wa 2023, nitakuwa mwaminifu kwako, nitakutumikia Mungu wetu wa ajabu, nitatembea nikiwa nimeogopa, nitakupa sifa zote mfalme. Ni vyema kuanza na Mungu. Wakati wa nyuma nilisema kwamba safari sio safari kama Mungu haiko ndani lake. Safari haitakuwa safari kama Kristo haiko katika safari hiyo. Biblia inasema kwamba Paulo anauliza wa kanisa wa Galatia kwamba mulianza kupiga mbio vizuri, tena vile mulivyokuwa mnakimbia, mulikuwa mnakimbia kama watu wanajua mahali ambapo wanaenda na mahali ambapo wanatoka. Wanajua yani walikuwa na lengo na walikuwa na nia katika mbio yao, lakini katikati ya mbio mkawa mmedanganywa, mkasawishiwa na watu wengine wa uongo. Sasa Paulo anawaambia ili mbio ambayo mnakimbia, ama ili udanganyifu ambayo mlidanganywa, haikutoka kwa yule aliyewaita. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Hata leo hii na asubuhi ya leo nimekuja niambie mtu leo hii na asubuhi kwamba Mungu wetu anatujali, Mungu wetu anatupenda, na ndiyo maana alifuka nasi katika mwaka wa 2022 mpaka mwaka huu mpya ambalo tunasema ni mwaka mpya lenye faraja. Umejua watu wengi walisema kwamba hii ni mwaka mpya lenye furaha, yani happy new year, lakini kuna watu ambayo hawatakuwa na furaha katika mwaka huu kama utamtambua Kristo, na kama utaanza na Kristo, basi mwaka huu itakuwa ya baraka kwako. Ni vyema kuanza mwaka na Kristo, ni vyema kutembea na Kristo katika mwaka mpya, ili upate kupokea vitu ya Kristo ama vitu mpya la mwaka huu. Bwana Kristo asifiwe sana. Watu wengi wametembea katika njia ambayo haistahili, katika njia mbaya ambayo muogopi Kristo, tena wana uoga wakiwa wanatembea mbele ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo hii na asubuhi ya leo, Mungu wetu amenituma, Mungu wa mbinguni amenituma kwako nikakwambie kwamba ni vyema kupiga mbio vizuri, na uwe ujihadhari na wale waongo ambayo watakudanganya katikati ya mbio, katika mbio yako, katika safari hii ya mwaka huu mpya. Kuna watu ambayo wako katika njia hii ambayo watakudanganya ili ukapoteze safari yako, ili ukapoteze mbio yako, ili ukakimbie vile ambavyo haukuwa umeanza mbio. Biblia Matakatifu inasema kwamba watu wa Galatia walianza vizuri, wakiwa wanakimbia mbele ya Kristo, walianza vizuri, wakakimbia mbio vizuri, lakini katikati ya njia wakawa wameharibika. Sasa Paulo mtume anawauliza kwamba mulianza kukimbia vizuri, mbio yenu mlivyokuwa mmeanza, mlikuwa mnapiga mbio vizuri, tena mlikuwa mko na nia moja mkiwa mnakimbia. Ni nani aliyewadanganya? Aliwasawishi kwa njia gani? Kwa sababu hii udanganyifu vile alivyowadanganya haikutoka kwa Mungu aliyewaita. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kuna watu wameanza vyema, kuna watu wameanza na Mungu, kuna watu wameanza katika njia la Kristo, kuna watu wameweka ahadi mbele ya Mungu, na Mungu wetu ni Mungu wa ahadi. Kama uliweka ahadi mbele ya Mungu, ni vyema, ni vizuri, inapendeza. Lakini kuna hayo mdanganyifu ambayo katika njia. Kama umeanza na Kristo, ni vyema umalize na Kristo. Usianze na Kristo na mdanganyifu atokee katikati, hakudanganye na mambo ya uongo ili ukapotee njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Paulo anawaambia kwamba yule aliyewadanganya, iwe ni mtu aina gani, hata
atapata hukumu kwa sababu ya udanganyifu aliyewadanganya nayo. Ni vyema na ni vizuri kujiadhari tunavyo kimbia katika mwaka mpya, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa baraka. Itakuwa baraka kwako, na itakuwa baraka katika ndoa, itakuwa baraka katika familia yako, itakuwa baraka katika biashara yako na katika kazi yako, kama utatii sheria ya mbio. Biblia inasema kwamba ni nani aliyewasuia ili msije mkatii ukweli. Kuna ukweli wa Kristo, kuna ukweli katika wokovu, kuna wokovu na ukweli wa wokovu. Lakini wale watu wa Galatia wakawa wanapiga mbio, lakini wameacha ukweli nyuma. Biblia takatifu inasema kwamba Paulo nawaambia, ama Paulo nawauliza, ni nani aliyewadanganya ili msije hala mkatae kutii ukweli mliosikia. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ninajua kuna watu wameanza na msingi la Kristo, walisema katika mbele ya Mungu kwamba Mungu wangu, nimekuona kwa macho yangu, hata kama mambo yamekuwa magumu katika mwaka ambao nimepita, lakini umekuwa mwaminifu, umefika nami katika mwaka mpya. Nitakutumikia, nitakuheshimu, nitafanya lolote ili nikupendeze katika njia yote. Lakini kunalo mtu ambayo ni mdanganyifu katika njia hii, ambayo tuliweka agano na Mungu mbele yake tarehe 31 tukiwa tunafuka mwaka. Kuna watu walilia mbele ya Mungu wakisema, mfalme, kwa hakika umekuwa mwaminifu, umefuka nami mwaka huu, nimefika katika mwaka mpya. Na walisema kwamba katika mwaka huu mpya ninaamini kwamba nitapokea vitu mpya, nitakupata kibali mpya, nitapata baraka mpya, nitapata mafuta mpya. Lakini wanadasahau kwamba kunalo mdanganyifu katika safari hii ya mwaka wa 2023. Na Paulo alivyoanza kuangalia watu wa Galatia, anaona kwa hakika hao watu walianza vyema. Hata hivyo wa safari yao ya ama mbio yao imeharibikia katikati. Nimekuja nikueleze kwamba ni vyema kujiadhari tunavyokimbia mbio hii, ni vyema kujiadhari tunavyopiga mbio, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, hakuna mwingine aliye kama yeye. Lakini kama tutakubali kutembea na Kristo, kama tutakubali kutembea na mfalme wa ajabu, yeye pia atakuwa mwaminifu kwetu. Yeye Mungu wetu ni mwaminifu, na amekuwa mwaminifu katika mwaka uliopita, hata mwaka huu atakuwa mwaminifu tu. Kama utajitenga na maovu, kama utajitenga na yule mharibifu anayeadanganya watu ili wasije wakatembea na ukweli. Ukweli ni Kristo, na Biblia inasema kwamba nani aliyewasuia ili msije mkatii ukweli. Bwana asifiwe sana. Maandiko takatifu inasema kwamba Yesu akasema kwamba mimi ndiye ukweli na njia ya uzima. Kwa hivyo kama Mungu, Biblia inaongea kuhusu ukweli, kwamba Paulo anawaambia nani aliyewadanganya ili msije mkatii ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inaongea kuhusu Kristo. Ukweli ni Kristo. Kwa hivyo kuna watu wameanza na ukweli mwaka ilivyokuwa wameanza. Leo hii ni siku ya 8. Kuna watu tayari wamepoteza njia. Kuna watu wa tayari njia safari yao ama mbio yao imeharibika na hizi siku 8 tu. Lakini kunalo Mungu ambayo mtu anaweza rudi kwake na akaseme, kwa hakika Mungu wangu, nataka nipige mbio hii ya mwaka hii mpya, nikapige pamoja na wewe, ukatembee pamoja nami, nikakuone katika yote. Katika ndoa yangu Yesu nikuone, katika biashara Yesu nikuone, katika nyumba yangu Kristo nikuone, katika maisha ya watoto wangu Yesu nikuone. Yesu ni mwaminifu na ataonekana, atajidhihirisha. Lakini nawe pia uwe mwangalifu, ujiadhari na yule ambayo anadanganya watu katika safari hii. Kunalo pepo ambaye alisikia vile ulivyoweka agano, anaelewa vyema yale maneno yote uliyosema mbele yake Kristo ulivyokuwa unaanza mwaka. Ile matamanio la moyo wako, ile kitu ambalo umekuwa mkiombea mwaka uliopita, na ulisema kwamba Mungu, bado nakuaminia tu katika mwaka mpya, bado nakusubiria tu katika mwaka mpya. Jehova, sitatoka mali pangu pa kungoja, nitakungojea, nitakusubiria, sitaondoka. Pepo alisikia vyema vile ulivyosema ahadi mbele yake Kristo, nako tayari ili kudanganye, ili ukasije ukashika ukweli. Maandiko takatifu inasema, Paulo kauliza kanisa lililokuwa Galatia kwamba ni nani aliyewadanganya, kwa sababu mlianza mbio vizuri, lakini hata hivyo kuna mtu aliyewadanganya ili mbio yenu usije ukafika katika kamba na mbio ulivyoanza vizuri. Naye Paulo anawauliza ni nani aliyewadanganya, kwa sababu udanganyifu kama huu haukutoka kwa yule aliyewaita. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu alituita akiwa na lengo, Mungu alituchagua akiwa na lengo, Mungu alituchagua akiwa na lengo, akiwa na nia
anakuja akiwa na mipango na maisha letu na ndoa zetu, lakini kunalo mtu aliyetudanganya ili tusije tukashika ukweli. Maandiko takatifu inasema, naye Paulo anakumbusha kanisa lililokuwa Galatia kwamba kuna vile mlivyoanza mbio, tena mlianza mbio vizuri, mlikimbia vizuri katika mbio yenu mkiwa muogopa Mungu, katika mbio yenu mkiwa mnamheshimu Mungu, katika mavazi yenu, katika maongezi yenu, katika kazi zenu, katika biashara. Lakini katikati ya safari ama katikati ya mbio walivyokuwa wanaenda, basi mbio yao ikaribika. Naye Paulo mtume anawauliza, mlianza vyema mkiwa mnakimbia, mlianza mbio vizuri, tena mlikuwa mnakimbia vizuri. Ni nani aliyewadanganya? Ni nani aliyewatoa katika mbio mzuri? Ni nani aliyewadanganya? Na nawaambia, udanganyifu kama huu haukutoka kwa yule aliyewaita. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ni agano gani ulioweka mbele ya Mungu ulivyokuwa unaanza mwaka? Maagano gani ulioweka mbele ya Kristo? Kwa sababu tunajua Mungu ni Mungu wetu wa agano. Yeye anapenda mtu ambaye anaweka agano pamoja na yeye, lakini Mungu anatunza agano ambayo ameweka katikati yake na wanadamu, lakini wanadamu ndio wanaharibu agano yao na Mungu. Naye maandiko takatifu inasema, Paulo anawaambia, mulidanganywa na nani? Na vipi aliwadanganya? Kwa njia gani? Ni vipi alivyowadanganya? Kwa sababu udanganyifu kama huu haukutoka kwa yule aliyewaita. Na nawaambia pale chini katika mstari wa 10 kwamba yule aliyewadanganya hatapata hukumu, hawe ni mtu aina gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawe pia mpendwa, nami pia nimekuja nikwambie kwamba ni vyema ulianza mbele ya Mungu, ulianza tarehe 31, ulikuwa kanisani ama kama ulikuwa nyumbani kwako, lakini kuna vitu ulivyozungumza na Mungu, ukaweka agano na Mungu kwamba Mungu, umekuwa mwaminifu kwangu katika mwaka uliopita, umekuwa mwaminifu kwangu, nimefika katika mwaka mpya, lakini nataka niweke msingi wangu kwako, nikapige mbio vizuri katika mwaka huu. Nitakutumikia na mali yangu, nitakutumikia na nguvu yangu, nitakutumikia na nyumba yangu na maisha yangu yote nitakupa mfalme. Lakini pepo ambayo ni ya kwenu, mapepo ambayo haitaki vitu vizuri, naye alisikia vile ulivyoweka agano mbele ya Mungu, naye kila wakati anapanga vitu kinyume na vitu ambalo tumeomba Mungu. Kwa hivyo Paulo anawaambia wale wa Galatia kwamba mlianza vyema. Ni nani aliyewadanganya? Aliwadanganya kwa njia gani? Kwa sababu udanganyifu kama huu haikutoka kwa yule aliyewaita. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ni vyema kuanza safari na Mungu, kwa sababu niliasema kule nyuma mwaka uliopita kwamba safari haitakuwa safari kama Kristo haiko ndani ya safari hiyo. Kwa hivyo safari huu ya mwaka 2023 ni vyema kuanza na Kristo na ni vyema kumaliza na Kristo, ili tukapate kibali na neema la Mungu katika nyumba, katika ndoa, katika kazi, katika biashara, katika mahitaji yetu na katika maombi yetu. Yeye ni mwaminifu na atakuwa mwaminifu kwako. Biblia takatifu inasema kwamba aliwadanganya kwa njia gani? Kunayo mtu ambayo ako tayari anataka kudanganya wa Kristo, ili ukweli ambayo ulipata, ili ukweli ulioyasikia ikapate kupotea. Maandiko takatifu inasema kwamba Paulo na Walusa aliwadanganya namna gani ili msije mkatii ukweli. Nimesema na narudia, ukisikia Biblia inaongea kuhusu ukweli, inaongea kuhusu Kristo, kwa sababu Yesu ndiyo ukweli. Maandiko takatifu inasema, Yesu Kristo mwenyewe akasema kwamba mimi ni ukweli na mimi ndiye njia ya uzima. Biblia inasema kwamba nani aliyewadanganya ili mkakose kutii ukweli mlioyasikia? Yeye ukweli ni Kristo. Kuna watu wameanza na Kristo lakini hawatatii Kristo, na vitu vyote walioweka hadi mbele ya Mungu hawatatii. Biblia inasema kwamba yule aliyewadanganya naye atapata hukumu. Mungu atawahukumu wale ambao wanadanganya wa Kristo ili wapate kupotea, ili wasije wakatii ukweli ambao inaongea kuhusu Kristo. Ni vyema kuanza na Mungu katika kazi yako mpendwa, ni vyema kuanza na Mungu katika biashara zako, ni vyema kuanza na Mungu katika kila kitu ambacho unafanya, ni vyema kuanza na Mungu ili Mungu wetu mwaminifu hakupate kukutenda mema. Biblia ambayo nilisoma la mwisho, maandiko takatifu inasema katika Wagalatia 1 mstari wa 10, Paulo anawaambia
Ama mulidhania kwamba nakutaka kupendesha wanadamu, na nawaambia hapana, sikutaka kupendesha wanadamu, nilitaka kumpendesha Mungu. Nasema tena, kama ingelikuwa ninataka kupendesha wanadamu, singelikuwa mtume wa Mungu, ama singelikuwa mtume wa Kristo. Maandiko takatifu nasema kwamba Paulo nawaambia watu wa Galatia kwamba sikuwa nataka kupendesha wanadamu. Kuna watu ambayo mwaka uliopita walitaka kupendesha wanadamu. Umejua ukipendesha wanadamu katika kanisani, ukipendesha wanadamu, basi hautapata baraka kutoka kwa Mungu. Ni kwa sababu nia yako na kila ambacho unaombea ni kupendesha wanadamu tu. We mwaka huu mpya ni vyema kumpendesha Mungu. Usipendeshe wanadamu, usifurahishe wanadamu. Hakuna kitu kingine ambayo wanadamu watakufanyia, hakuna kitu kingine ambayo wanadamu watakupa. Ni vyema kumpendesha Mungu. Paulo anasema katika Wagalatia 1:10 kwamba ama mulikuwa mnafikiria, ama mulikuwa mnadhania kwamba nilikuwa ninafanya yote ili nipate kupendesha wanadamu, ama mulikuwa mnafikiria kwamba ninafanya yote ili nifurahishe wanadamu. Lakini anasema kwamba hapana, sikuwa nataka kufurahisha wanadamu, nilikuwa nataka kumfurahisha Mungu tu. Mwaka huu mpya, mwaka huu 2023 ni mwaka wa kumfurahisha Kristo, ni mwaka wa kumpendeza Kristo, ni mwaka wa kutumikia Mungu ili Mungu wetu wa ajabu haonekane katika maisha yetu. Ili mwaka huu Mungu wetu amelala akajidhihirishe na kutenda mema, ili akajidhihirishe na kukutana na mahitaji yako. Ukimpendeza Kristo katika maongezi yako, katika mavazi yako, ukimpendeza Mungu katika kazi ambayo unamfanyia, naye atakuwa Mungu katika maisha yako. Paulo anasema kwamba ama mulidhania, ama mulifikiria kwamba yote niliyokuwa natenda nilikuwa nataka kufurahisha wanadamu, ama mulifikiria kwamba yote nilikuwa natenda nilikuwa nataka kumpendesha wanadamu. Anasema kwamba kama ningelikuwa nataka kupendesha wanadamu, singelikuwa mtume wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna haja ya kupendesha wanadamu, hakuna haja ya kupendesha mtu. Ni vyema kumpendesha Kristo, ni kwa sababu yeye ndiye Mungu wa baraka. Mungu anaye hatatembea pamoja nawe katika mwaka huu mpaka tarehe 31 mwisho wa mwaka huu. Ni vyema kumpendesha Mungu katika safari hii, ni vyema kumpendesha Mungu katika mwaka huu, ni vyema kumfurahisha Mungu katika yote. Yeye ni mwaminifu, ni yeye ni kimbilio, yeye ni jemedari na atakuwa jemedari kwako. Atapigana vita vyako kama utatembea na utaishi maisha ya kumpendesha na kumfurahisha na kumheshimu yeye. Mungu atakuwa mwaminifu. Ninakwambia kwa hakika mwaka huu ni mwaka ya baraka, na itakuwa baraka kwa wale ambao watatembea katika njia ya kumfurahisha Mungu, wale ambao watatembea katika njia ya kumheshimu Mungu, katika maongezi yao, katika nyumba, katika biashara, kila kitu ambao wanatenda itakuwa ni ya kumfurahisha Mungu. Naye Mungu ambao ni mwaminifu hatakuwa mwaminifu kwao. Ninataka niombe pamoja na mtu ambaye yuko tayari, anasema kwa moyo wake kwamba nataka kutembea na Kristo, nataka Mkristo haonekane katika maisha yangu. Nataka kuomba na mtu ambaye alifuka mwaka, hata hivyo anaona matatizo bado inamkumba tu. Amefuka mwaka na matatizo aliyokuwa nayo mwaka uliopita. Nataka nikwambie kwamba mwaka huu ni mwaka ya baraka. Hautalia tena, hautateseka tena. Ninataka niombe pamoja na wewe ili Mungu wetu awe mwaminifu. Amini pamoja nami ili tupate kuomba na uwe mwaminifu kwa Mungu. Umpendeshe Mungu katika mwaka huu, umfurahishe Mungu katika mwaka huu, ili Mungu ambao ni mwaminifu awe mwaminifu kwako. Amini pamoja nami ili nipate kuomba na tuone kila ambacho Mungu wetu wa ajabu hatatenda katika maisha yako. Amini pamoja nami tuombe. Baba wetu tena Mungu wetu, wewe ni mfalme, wewe ni kimbilio, wewe ni jemedari, wewe ni mfalme wa ajabu, na kando na wewe Yesu hakuna mwingine. Asante kwa sababu ya uaminifu wako ambalo tumeuona jemedari. Ulianza pamoja nasi mwaka huu. Kuna ahadi tuliyoweka kwako, lakini kunalo mdanganyifu ambayo yuko katika safari hii. Mfalme wa ajabu, ukatusingiri na lango lako la dhamana, ukatufiche chini la mwamba lako. Wacha tukuone kwa macho yetu katika mwaka huu. Baba yetu, tumekubali kwamba mwaka huu ni mwaka yetu ya baraka, ni mwaka yetu ya kibali. Utafanya mambo mapya katika maisha yetu na katika ndoa yetu. Jehova, tumekubali kwamba tutapendesha wanadamu, bali tutakupendesha. Tutakupendesha katika maongezi yetu, katika mavazi na katika kila kitu ambacho tunafanya kwa sababu yako. Inuliwa Jehova, barikiwa. Ukatubariki na ukatuinue. Ukabariki familia zetu, ukabariki kazi zetu na biashara zetu. Wewe ni mwaminifu na utabaki kuwa mwaminifu. Asante Mungu wetu wa ajabu, kwa sababu umesikia maombi yangu na umetenda sawa sawa na mapenzi yako, katika jina lako Yesu
Yesu nimeomba na hata nimeamini, amen. Mungu wetu wabariki na Mungu na watende mema. Nite Bishop ama Askofu Bishop Joseph Odindo, nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Mungu alinipa wokovu wa moyo, na hata leo hii ninashuhudia kwamba nimeokoka na Kristo ni Bwana. Ni vyema kumpendeza Mungu. Hii mwaka ukamfurahishe Mungu, ukampendeze Mungu ili awe mwaminifu kwako. Mpaka wiki ijayo wakati kama huu, shalom. Amen. Eternal Father, I offer you